Vipi mpenzi, uliona message yangu? Mpenzi wako? Mimi sio mpenzi wako. Sawa? Na sijaje kwa ajili ya message hapa, nimefuata kodi yangu. Lakini tulishakubaliana na yakaisha. Uliniomba mwezi mmoja haujaisha bado? Umeisha. Nakuja kuchukua hela. Lakini kumbuka uliniahidi utanisaidia. Usinichanganye. Hizi nyumba sio hizi nyumba za urithi hizi bwana. Sijui umeelewa? Usitaki kunichanganya kabisa. Swala kumtekelezwa na mume wako mimi nanisulizi. Kwa hiyo ulifanya ili mume wako aondoke akuache uwe na mimi? Au sijakuelewa labda? Yote hayo uliyataka wewe. Mpaka mume wangu kanitelekeza kwa ajili ya tamaa zako. Nahitaji kodi bwana. Sawa unavyotegemea. Mimi na watoto nitaenda wapi mimi? Wafuate baba yao. Yaani hapa ni kodi, mimi nimekuja kuchukua kodi. Nimekuja kuchukua kodi. Swala la watoto sijui ni wapi. Mimi halinihusu. Nimekupa mwezi mmoja si umesha? Sasa mimi nitaenda wapi na watoto jamani? Hilo swali usiniulize mimi. Kwa nataka useme labda wewe uwe na mimi. 30,000 nimekuponza umelala na mimi. Mtu atakuja mwenye 50,000? Haiwezekani. Hata kiwanda cha pombe hakiwezi kumwajiri mlevi. Haiwezekani tena, haiwezekani. Nataka kodi. Ulikuja kuniomba tukamalizana, ushamalizana sisi. Nahitaji kodi. Vipi ndugu yangu? Safi, kwema? Kwema, shukuru. Vipi? Bwana tupo bwana. Aisha, tupo bwana. Karibu. Safi, vipi bwana? Ana plan za uzuri lapo watazama. Bwana si mdada huyu amekuja kuchukua kodi yangu kila siku nasumbuliwa na kodi. Usumbufu ndio mmoja ndugu yangu. Yaani mpaka najuta kwa nini niliwapangisha nyumba. Sawa. Mama Semeni? Mama Semeni. Mpangaji wako? Ndio mpangaji wangu. Kuna shida yake? Shida ipo kodi. Oi. Ila mimi sidhani kama swala la kodi. Ila bila shujua ni makosa ya kibinadamu. Sijakuelewa, labda ni pombe au? Ila kwa makosa wewe ndo chanzo cha Museveni huyu wachika wewe. Umekula? Nenda bwana, tuache na maongezi yetu bwana. Sawa ndugu yangu. Tuache na maongezi yetu bwana, nenda bwana. Sawa. Kaka, mimi nimekuja, mdogo wako nina matatizo makubwa sana yalionikuta. Pale napokaa nyumbani nimefukuzwa. Nadaiwa kodi ya miezi 2. Nadhani sina hata 50 mbovu. Nilikuwa naomba unisaidie 30,000 tu. Niweze nikamlipe japo mwezi mmoja. Nyingine nitatafuta mwenyewe. Hivi unadhani mimi naweza nikakuelewa kweli? Hapo nyuma nilipitia wakati mgumu. Nikaenda kumwomba baba mwenye nyumba atuvumilie japo miezi 3 tu, mume wangu aweze kutafuta hela. Baba nyumba akanitaka kimapenzi. Nikatoka naye. Kwa mume wangu alipogundua tu akaondoka. Yaani kumbe zile taarifa ambazo nilikuwa nazisikia mtaani ni za kweli. Yaani kabisa ni wewe umeshindwa kumvumilia mume wako ndani ya miezi michache hii. Unaweza kukubali kabisa kulala na mwenye nyumba? Umekutwa na nini? Sasa ningefanya nini mimi dada yako kakaangu? Nachoona ambacho kinafaa kwa sasa. Kana bebewa poa zangu, beba vilago vako, urudi nyumbani. Kuja hapa nyumbani haiwezekani kaka. Unajua mimi na wifi hatuelewani. Yaani muwe mnaelewana? Muelewani? Nimesema kabebe wa poa zangu na wewe wote tubalane hapa. Iwe kwenye banda la kuku, si banda la ng'ombe la nini? Tutalala. Na hii nyumba hajajenga.
Kwa hiyo yule mama Semeni bwana, siku ile nilivyokuletea zile taarifa pale ulipokuwa unafanya ile kazi yako, kwa bahati mbaya kama naenda kule kazini kwangu, sina kujua kule kijiweni kwetu kule, nilipopata kama nimeenda kufanya kazi, nikakutana tena yule mlevi akanipa story, leo ikaniuma, ikabidi nirudi bwana. Kurudi si nimewafumania sasa. Acha bwana. Serious kweli mzee, nikawafumania. Vipi mama Semeni? Uzima upo? Uzima upo lakini kidogo tu. Kidogo pepe mpaka usoni ndugu yangu. Kuna shida? Acha tu. Na huzuni kubwa sana familia. Huzuni gani? Yaani hapa tusielewe. Nasubiri atanifanyaje? Kuhusu ufanye basi ewe. Bwana mpaka nifukuza hapa, nimeenda kwa kakaangu kumwomba nipate 30 niweze kulipa. Kakaangu naye hana, kanishauri tu nirudi nyumbani. Na mume wangu hapa sijamwona nina miezi miwili, sijui anapokula, anapolala wala anapoishi. Kwa upata sielewe. Baba Semeni yupo, tunakutana naye sana viwanja baba Semeni. Baba Semeni yupo, tunakutana naye viwanja. Yupo viwanja huko. Unaweza kunipeleka? Sasapa. Kwa sasa hivi sina hata hela, ila nakuahidi nikimpata tu nitakupa. Sasa mchoko gani huo? Kupeleka fura sasapa, tapotapi. Kifungua kinywa changu hichi. Kama upo tayari bila kupeleka, sina baya, nakupeleka mpaka alipo baba Semeni. Naomba unipeleke alipo. Sawa, turudi. Unapajua, unataka kukupa kidogo. Ndio Basi mimi nikakaa nikaona kwamba nitafanyaje. Kaamua kuchukua begi langu. Hili hapa ndugu yangu, nikachukua begi langu nikaja nalo huku. Nipo njiani ndo nikakutana na jamaa mmoja Amosi wa kule aliyokuepugia na kule Kibaigwa kule. Si unakujua? Tulivyokuaga tupo na kijijini kule Kibaigwa kipindi kile tunachunga ng'ombe. Unakumbuka Amosi? Nakumbuka. Si umesoma naye yule? Nimesoma naye ndio. Nao. Basi bana. Tukasalimiana, kanambia vipi tena, nikamwambia safi. Akaniambia bro, nipo hapa natafuta kazi. Ndio akanionyesha kisehemu hiki hapa kulikuwa unavyoona hii hapa, hii ni kampuni hapo wanapolima kuna Wachina. Naona. Kwa hiyo Wachina kwa ndio kwa amenipa kazi ya kuwa naangalia hapa haya mazao. Maana wao wamesafiri. Unajua sikukuu zilifuatana kuanzia hii ilikuwa Idi afu na Pasaka. Kwa hiyo ndio nipo hapa hivi naangalia hapa. Karibu sana. Ndugu yangu, Mama Semeni anateseka sana mtaani ndugu yangu. Anateseka vipi sasa? Si nilimwacha kwa mumewe? Mimi siamini kama ni kweli, kwa sababu si nilimwacha na mume wake rafiki yangu. Hapana ndugu yangu, mmeo ndo wewe. Anahangaika huku na kule na mtoto mdogo. Kiukweli ndugu yangu, mkeo anaaibika mtaani. Vipi yule Semeni unamuona lakini? Semeni namuona ndio. Maskini, sijui mwanangu anaenda shule, sijui anakula nini, hata mimi sielewi aisee. Ulikoni tena? Na huku kakuonesha nani? Nimeitwa na rafiki yako kwa karibu sana. Kilichonileta hapa mume wangu ni kuja kukuomba msamaha. Sema, kwani mimi na wewe tuna ugomvi Mama Semeni? Nisamee mkeo mrudiane aishi. Hapana bro, sikiliza nikwambie kitu. Yule mwanamke nilihangaika naye sana.
wewe mwenyewe shahidi, unajua kazi zetu za bodaboda. Ndio. Kila muda uwe makini, kushoto, kulia, na mbele na nyuma. Kosa moja bro, wanakusahau. Yule mwanamke alimdanganya kweli, alipokuwa mnafiki. Eti kaja kuniambia hiyo siku eti mume wangu nimeukabidhi moyo, nimeukabidhi na mtima. Alafu wewe jiulize bro, alipokuwa mnafiki, wanawake alipokuwa ni wanafiki mpaka leo siwapendi yani. Anaongea hayo maneno, ukimwangalia anapumua vizuri. Hayo moyo kanikabidhi saa ngapi brother? Ndugu yangu, ni maneno ya upendo tu. Nikupenda ndugu. Nisikufanya vile kwa kupenda. Hali yetu ndio ilifanya tu mpaka nifanye vile. Leti nisingefanya vile, tungeenda wapi mimi na watoto?